Mungu akubariki sana kwa kumepata tena neema ya kufika tena katika ibada yetu nzuri ya tarehe 21 mwezi wa pili 2026. Natamani sana leo tukajengane kwa ujumbe huu mfupi. Kichwa cha somo kinasema maisha baada ya kufa utakwenda wapi? Leo lazima tukajadili kwa undani sana. Maisha baada ya kufa utaenda wapi? Unajua watu wengi wanaishi tu, lakini hawaelewi maisha baada ya kufa utaenda wapi. Laiti ungejua baada ya kufa utaenda wapi, usingekosa ibada hata moja. Maana Mungu amekuweka kwa kusudi umwabudu, na baada ya kumwabudu ipo siku utakufa, lakini ujui baada ya kufa utaenda wapi. Kuna maisha baada ya kufa. Kuna pati 1 ya maisha. Kuna hatua kwanza ya maisha, tunaishi duniani, lakini kuna pati 2 ya maisha ya uzima wa milele. Kuna lazima ujue unaishi duniani, kuna wakati unasafiri, kuna sehemu unaenda. Sasa wengine wanasafiri hawajui hapa naenda. Sasa kama unasafiri hujui hapo unaenda, basi utaelekea jehanamu ya moto. Lakini tunaojua ya kwamba yako maisha baada ya kifo, tunajua tunasafiri, tunaelekea mbinguni. Lazima tuepuke mambo ya dunia, lazima tuepuke mambo ya uongo, lazima tuepuke mambo ya uvivu. Hapo ndipo mwenye safari atakamilisha safari yake, kwa sababu anavumilia vikwazo. Amina. Ujue kuna maisha baada ya kufa. Maana ukiwa ndani ya Kristo, kufa ni faida. Kufa ni nini? Ni faida. Kwa tuangalie aliyeweza kuelezea maisha vizuri baada ya kufa ni Yesu peke yake. Maana dini nyingi zimekuwa zikielezea maisha baada ya kufa, hawaelezi vizuri. Wanaishia tu kueleza vitu ambavyo ni hadithi za kutungwa. Lakini mtu aliyeeleza maisha vizuri baada ya kufa ni Yesu peke yake. Ndiye alielezea vizuri. Lakini dini nyingi, karibu dini 10 duniani, kila dini ina maelezo yake baada ya kufa. Na tumegawanyika kwa imani. Tunaungana katika dini zote 10 ulimwenguni, tunaungana kwa jambo moja tu, ya kwamba baada ya kufa watu anaweza kaenda jehanamu ya moto au akaenda mbinguni. Lakini kuna mambo mengine ambayo yamejitokeza katika imani. Katika Upentekoste wana maelezo yao maisha baada ya kufa, na katika watu wengine wa dini zingine nao wanaeleza maisha baada ya kufa. Lakini aliyeweza kueleza vizuri baada ya mtu kufa ni Yesu peke yake. Lakini wanadamu na madini zinapotosha watu wengi. Leo nitakueleza vizuri kwamba maisha baada ya kufa unaenda wapi. Nitakusomea maandiko na kukuthibitishia. Haleluya. Leo lazima uwe makini kusikiliza, usije ukadanganywa na wanaodanganyika. Leo imani zinapoteza watu. Wanasema kuna baada ya kufa kwamba utakaa sehemu moja panaitwa tohalani. Kwa manake pale tohalani manake usafishwe. Wanasema purgatory. Ni imani hiyo. Wanasema purgatory manake mtu anayeingia pale. Purgatory manake ni kusuuzwa. Haleluya. Yaani mtu kwamba ametenda dhambi, amekufa, kuna sehemu anakaa eti asuuzwe kwanza dhambi zile ambazo zilikuwa baada amezitenda, kwamba Mungu amtoka kwa wafu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaangalia habari za maisha na ufunuo baada ya kifo. Yesu akatoa mfano wa Lazaro na tajiri. Wakati Lazaro anaishi duniani,
duniani aliishi maisha ya kimasikini, alionekana masikini lakini tajiri siku zote. Alivaa suti na nguo za anasa na kula chakula chake kwa anasa, lakini ndani yake hakuwa na upendo. Ndani yake alikuwa na unyanyasaji. Ndani yake alikuwa anafanya mambo mabaya. Alifanya mtu wa Mungu akamdharau kwa masikini wake, akamdharau kwa vidonda vyake, lakini hakujua kwamba yule mtu ndani yake kusudi la Mungu lilikuwa ndani yake. Haimaanishi wewe ni masikini wa mwili, lakini unaweza kuwa masikini wa mwili lakini rohoni wewe ni tajiri kwa jina la Yesu. Lakini wewe rohoni ni tajiri kwa jina la Yesu. Lazaro alionekana masikini lakini ndani ya nafsi yake alikuwa amemtunza Yesu. Haimaanishi ukiwa masikini ndio usimtafute Mungu. Na kwambia ukiwa masikini ndio wakati wa kumtafuta Bwana ili akutajirishe, maana Bwana anatajirisha, maana Bwana anainua. Lazaro alipokufa Mungu akamsamini. Ndani yake kulikuwa roho bora ya kumcha Bwana. Na kwambia endelea kumcha Bwana. Lazaro walimcheka kwa umasikini wake, walimcheka kwa vidonda vyake, wakamdharau, lakini baadaye anaonekana ni mtu wa kuheshimiwa, anaonekana ni mtu wa kukubalika. Alipokufa Bwana akatuma malaika wake akamchukua mpaka paradiso. Lakini tajiri naye alipokufa, yule aliyejivuna, yule alionekana na mali, yule alionekana na kilogi kubwa, akazikwa kwa magari mengi, akazikwa kwa heshima. Lakini alipofungua macho akajikuta yupo kuzimu. Akaanza kuomba msaada ya kwamba naomba Ibrahimu Bwana, chovya hata kitole uburudishe ulimi wangu. Akasema mbona ulipokuwa duniani haukumtafuta Mungu? La, ulipokuwa duniani ungemkumbuka Yesu, lakini ulizikwa kwa heshima, lakini huko Bwana amekukataa. Akasema yuko Lazaro alikuwa mlokole, alitukanwa, wakasema una nguo moja, wakasema wewe umefilisika, wewe ni mjinga. Aliwaambia maneno mabaya, alivumilia. Yuko hapa anafarijiwa. Haleluya, anafarijiwa. Ndio maana uko hapa unafarijiwa. Ulipokuwa duniani huko ulikuwa na mateso, ulikuwa na magonjwa, ulipokanyaga katika madhabahu ya Bwana, leo unafarijiwa kwa jina la Yesu. Leo magonjwa yote yameondoka, leo kansa zote zimeondoka, leo unafarijiwa. Haleluya, leo uko hapa unafarijiwa kwa sababu Yesu amekusukia nuru yake. Ndio maana yeye hakutambua tajiri alikuwa anaishi duniani, lakini hakutambua wakati wa kuachiliwa kwake. Ukombozi unaanzia duniani, utakatifu unautengenezea hapa duniani. Hakuna kutengeneza utakatifu baada ya kufa. Ziko dini zimepoteza watu, anasema utaokoka baada ya kufa. Hakuna kuokoka baada ya kufa. Baada ya kifo ni hukumu, wala hakuna maelezo mengine. Amen. Tunatakiwa leo ukiwa hai, amen, tafute Bwana. Ukimtafuta Bwana ukiwa hai, Bwana utakapokufa atakumbuka kazi zako. Amen. Kwa lazima mwana wa Mungu uelewe ya kwamba haya mambo tunakwambia sio hadithi za kutungwa. Muda umebaki mchache, utaona yakitokea mbele yako. Utakumbuka kwamba mbona malaika amenichukua, amenipeleka kuzimu. Tajiri alipokufa malaika akamchukua akamtupia kuzimu. Mtakatifu alipokufa akachukuliwa akapelekwa mahali pengine. Kuna maisha baada ya kufa. Haleluya. Yesu anaeleza kulikuwa maisha baada ya kufa. Tajiri alikuwa mwenye dhambi, lakini alipokufa maisha yake yakawa ni ya jehanamu ya moto. Huyu mwenye haki alipokufa maisha yake yakawa ni ya umilele. Kwa lazima hao watu wawili wote wana maisha ya kufa, wote wana maisha baada ya kufa. Haleluya. Jibu ni kwamba wenye dhambi na watenda mema wote wana maisha baada ya kufa. Waliomcha Mungu wataingia katika uzima milele na kuishi na Bwana, na waliotenda uovu wataishi maisha ya milele pamoja na shetani na mpinga Kristo na nabii wa uongo katika ziwa liwakalo moto na kiberiti na matini. Lakini waliomcha Bwana wataishi na Bwana milele na milele katika mji mtakatifu. Bwana anasema hakutakuwa machozi wala maombolezo wala misiba wala mateso
Yesu, yote haya yatakuwepo tena, maana dunia ya kwanza na nchi ya kwanza vimekwisha kupita. Haleluya. Amen. Maisha unaoishi sasa hivi ni namba moja. Kuna maisha namba mbili. Haleluya. Maisha namba moja unaishi duniani. Na hapa duniani sio pa amani. Kwa mlokole kama uko duniani hakuna amani, Bwana anasema sikuja kuleta amani duniani, bali nishuka kwa ajili ya upanga, ili kufitinisha binti na mama yake, mkwe na mke mtu, na adui wabaya ni wale wa nyumbani mwako, wakina mchomba, wakina mama, wakina shemeji, wakina mama mkwe. Hao ndio wabaya kwenye familia yako. Hao ndio adui wa kwanza kabisa unapookoka ukabiliana nao. Haleluya. Kwa hiyo uelewe kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Ndio maana wewe unapoishi hapa unalalamika, yaani mimi napitia magumu. Wewe, Yesu anasema hakuja kuleta amani. Unakaa katikati ya wachawi, unakaa katikati ya waganga wa kienyeji, hauwezi kuishi salama. Lazima upambane na falme za giza. Atakayeshinda huyo ndiye atakayeingia mbinguni. Maanake imani yako ishinde waganga, ishinde wachawi, ishinde mambo yote. Hapo ndipo utakapomwona Mungu. Sio kulialia, yaani mimi. Wewe ukiwa mtakatifu uelewe ni vita. Ukitaka hiyo vita viishe, basi kubaliana na wachawi. Uwe mchawi na wewe. Yaani ukitaka vita ishe, basi rudi kule ulikotoka. Lakini hapa tuko vitani, lazima tupambane, maana tunaye Bwana wa vita. Wachawi na waganga lazima wateketee kwa jina la Yesu, maana nimepewa mamlaka juu ya falme zote, ili kung'oa, ili kubomoa, ili kujenga na kupanda watu wa Mungu. Haleluya. Lazima uelewe umewekwa juu ya falme zote. Sasa kama umeweka juu ya falme zote, lazima uelewe nafasi yako. Mtu kama umewekwa kama jemedali, kama rungu la Bwana, ujue ni vita, sio amani wewe. Amina. Ukitaka kuwa na amani, shinda vita. Amina. Silaha ya kuwa na amani unapokuwa vitani ni kumuua adui atoke mbele yako. Kama kwenye mtaa wako unakaa na wachawi, ujue wewe una kazi ya kuwateketeza mataifa yote na makabila yote kwenye mtaa wako, ili uweze kutawala. Hauwezi kumtawala mtu bila kuondoa alivyo navyo. Haleluya. Wewe una uwezo wa kutisha nguvu za giza.